Karibu tena kwenye channel yetu TIC Architect. Leo tunaanza series mpya muhimu sana ambayo inaeleza makosa 10 ya kawaida watu wanayofanya wakati wa kujenga. Makosa 10 ya kawaida watu wanayoyafanya wakati wa kujenga nyumba. Na makosa haya huwapelekea kuingia hasara kubwa na wakati mwingine kupoteza pesa nyingi na kushindwa kwa baadhi ya projects ambazo wamekwisha kuzianza. Kama unapanga kujenga nyumba au tayari upo kwenye mchakato, video hii na series nzima ambayo tutakuwa nayo itakusaidia kuepuka makosa ambayo yamewagharimu wateja wengi mamilioni ya fedha na miezi mingi ya usumbufu. Kwa hiyo ni vizuri sana uweze kufuatilia, kusikiliza na kuelewa ili kabla hujaanza ujenzi uweze kufahamu kwa kina ni mambo yapi ya kuweza kuzingatia ili uweze kufanya ujenzi wako katika nafasi au namna nzuri itakayokuwa haina usumbufu kwako. Nianze na ukweli mmoja. Asilimia kubwa ya matatizo ya ujenzi hayaanzii site, yanaanzia kwenye mipango. Leo tutaangalia makosa mawili makubwa ya awali ambao mara nyingi yamewatesa watu wengi na amewaingiza kwenye gharama kubwa, na wakati mwingine project nyingi zimefeli kutokana na makosa haya makubwa sana. Tukianza na kosa la kwanza, kosa namba 1 ni kuanza ujenzi bila ramani sahihi ya kitaalamu. Kuanza ujenzi bila ramani sahihi ya kitaalamu. Watu wengi wanadhani ramani ni gharama fulani ya ziada ambayo wanaweza wakaruka katika hatua zao za ujenzi. Wanaenda site na mafundi wanaonesha kwa mkono, hapa likae jiko, pale likae sebule na vitu vingine vyote, na ujenzi unaanza bila hata mchoro mmoja wa kitaalamu. Na wanaona kwamba wamesave pesa, na wakati mwingine wanafanya hivyo kwa kujua au kwa kutokujua. Lakini hili ni kosa kubwa sana ambalo linapelekea hasara kubwa mno, na mara nyingine projects nyingi zinakuwa zinafeli. Okay, tatizo ni nini? Ni nini tatizo ambalo linaweza likatokea kwa kutokufuata utaratibu wa kuandaa ramani, kuwa na ramani maalum? Bila ramani sahihi huna uhakika wa vipimo vyote vya nyumba yako. Pia hata mwelekeo wa jua, namna kuweza kudesign ile ramani yako, jengo lako, lakini pia mzunguko wa hewa wa ile nyumba bado unakuwa hauna uhakika naye, wala mahali sahihi pa kuweka milango, madirisha na ventilations nyingine. Kwa sababu wewe unamuonesha tu eneo kwamba nataka chumba kikae hapa, sebule ikae hapa. Sasa vile vipimo maalum ambavyo vitakusaidia au sehemu gani ikae milango, sebule, kwa unajikuta hauna uhakika. Kwa hiyo mnaanza ujenzi, mnaanza safari pasipo kujua ni nini ambacho kitaenda kutokea mbele, lakini pia wapi mnaelekea hamna uhakika. Matokeo yake unajenga chumba au unajenga nyumba au chumba unagundua mlango haufunguki vizuri au haufunguki eneo sahihi, au sehemu ya kuweka mlango haijakaa sawa, au jiko halina mwanga wa kutosha. Na katika makosa haya, kubadilisha baada ya kuwa umeshainua kuta au umejenga kuta kuna gharimu zaidi kuliko ungefanya utaratibu wa kuandaa ramani na ukajua kila kitu kabla ya kuanza ujenzi. Kwa hiyo suluhisho ni nini basi? Suluhisho ni kwamba kabla ya kuweka jiwe moja, naomba nirudie, kabla ya kuweka jiwe moja, hakikisha una ramani ya kitaalamu, ramani ambayo inaonesha vipimo vyote kuanzia kwenye msingi mpaka kufikia ile roofing wakati tunafanya uwezekaji. Ramani lazima ioneshe kila hatua na vipimo vyake. Na kama ikiwezekana ni lazima uone muonekano sahihi wa 3D unaoonesha nyumba yako baada ya kukamilika itakuwaje. Hii itakusaidia kuweza kufanya maamuzi kabla ya kucommit pesa nyingi kwa ajili ya ujenzi. Kutaijua kwanza nyumba yako kabla ya kuweka pesa kwenye ujenzi.
Kwa utaiona kwanza muonekano wake upoje, na then ukishajiridhisha unaweza ukawa sasa na uhakika kwamba ninachokifanya kitaenda kutokea kwa namna hii, na vipimo vyake vitakuelekeza namna kufikia ile hatua unayotaka kufika. Okay, kosa la pili linalofanana na kosa la kwanza ni kuanza ujenzi bila BOQ, yaani Bill of Quantities. Bill of Quantities hii ni orodha kamili inayoonyesha na inayokuambia unahitaji mifuko mingapi ya saruji, matofali mangapi, nondo ngapi, na gharama ya kila kitu kutoka mwanzo hadi mwisho wa ujenzi wako. Kwa hiyo inakuwa inakupa a roadmap ya gharama kiasi gani utazitumia kwenye hiyo project yako. Ni swala muhimu sana kwa sababu litakusaidia kuokoa project yako isikuingize kwenye upotevu wa pesa nyingi. Bila BOQ watu wengi wanaanza ujenzi wakiwa na kiasi kidogo cha fedha. Wanajenga hadi kufika kwenye hatua fulani, kisha fedha unakuta zimewaishia na ujenzi mwishowe unasimama. Sasa na bahati mbaya zaidi, ujenzi ukisimama, unaweza kukuta umesimama kwenye hatua ambayo haikutakiwa usimame. Kwa sababu kwa kawaida kwenye ujenzi kitaalamu kuna hatua ambazo unaweza kusimama zaidi ya miezi, miaka, na isilete athari kwenye eneo ambalo umekwisha kujenga. Lakini kuna maeneo ambayo kuna hatua ambazo ukifika ukasimama kwenye hizo hatua, hata ukikaa kwa muda mfupi, lazima athari itokee kwenye ujenzi wako ambao umekwisha kufanya. So hii sio tu inapoteza muda, bali inaweza ikaongeza gharama ya project yako. Mfano, kama project yako ilitakiwa kuisha mwaka jana, na kutokana na kutokuwa na BOQ unajikuta pesa zimekuishia, na ukaja kufanikiwa kumaliza baada ya miaka 10 uko mbele, kiukweli huo mradi utaweza ukachukua pesa nyingi kuliko ungeliweza kukamilisha kwa hii miaka michache ya huku nyuma ambayo ungekuwa umejiandaa vizuri. Hivyo ushauri wangu ni nini basi? Kabla ya kuanza ujenzi wa aina yoyote, andaa BOQ kamili inayokupa picha halisi ya gharama ya jumla ya mradi wako. Naomba hii uizingatie kama ni sehemu yako muhimu sana ya kuweza kufanya ujenzi wako uwe comfortable na ukamaliza bila usumbufu wowote. Pia hii itakusaidia kupanga fedha zako vizuri, iwe unajenga kwa awamu au unajenga kwa mkupuo kwa awamu moja. Kwa hiyo hii ni muhimu sana. Andaa BOQ yako, andaa budget yako ambayo itakuwa imekusaidia wewe kukupa picha halisi. Kwa muhtasari, kabla ya kuanza ujenzi wowote, hakikisha una hivi vitu viwili. Una ramani ya kitaalamu, lakini pia unahakikisha una BOQ inayokupa uhakika wa gharama zote zinazohusu ujenzi. Hatua hizi mbili peke yake zinaweza kukuokoa au kuokoa mamilioni ya fedha na miezi mingi ya usumbufu ambao watu wengi wanayapitia. Ukihitaji msaada wa kuandaa ramani au BOQ ya mradi wako aina yoyote ile, wasiliana nasi kupitia maelezo au namba zetu na njia za mawasiliano ambazo tumeziweka kwenye maelezo ya video hapo chini kwenye video description. Unaweza ukatupata na tukawasiliana, lakini pia kuna namba yetu ya simu iko hapo, unaweza ukaichukua na ukatupigia kwa namna zote, nikimaanisha kwenye WhatsApp au kwenye normal call, ukatupigia na kuweza kuwasiliana nasi na ukautuuliza maswali yoyote na sisi tukakusaidia. Ushauri kwetu ni bure kabisa, tutakushauri na tutakusaidia kwa namna yote ambavyo utahitaji sisi tukusaidie kitaalamu. Lakini pia wiki ijayo kwenye sehemu ya pili ya hii video, naomba usikose. Wiki ijayo tutatoa sehemu ya pili kwenye hii video. Tutaangalia makosa mengine makubwa yanayotokea kwenye kiwanja au kwenye site yako na katika hatua ya ujenzi wa msingi. Hasa kosa ambalo linaweza kusababisha nyumba yako
kupasuka baada tu ya miezi michache baada ya kukamilisha ujenzi. Unaona nyumba nyingi zinapasuka, zinapata cracks, lakini kuna makosa ambayo yamefanyika kwenye haya maeneo mawili ambayo tutakuja kudiscuss wiki ijayo. Kwa hiyo naomba usikose ili uweze kuendelea kujifunza na kupata ujuzi kabla ya kuweza kuingia kwenye matatizo ambayo yatakusababisha kupoteza pesa nyingi na wakati mwingine kufeli kwenye baadhi ya projects. Kama video hii imekusaidia, basi naomba tusaidie kusubscribe, pia bonyeza your like na pia comment ili usiweze kukosa sehemu zile ambazo tutakuwa tunazitoa series nyingine zitakazokuwa zikifanana na hizi kwa ajili ya kuweza kusaidia. Tuonane sehemu ya pili. Asante sana. Mungu akubariki. Tunakupenda sana.